Hello, naitwa Chuma na hii ni Chuma Music. Karibu sana katika channel ambayo tumekuwa tukizungumzia concept mbalimbali zinazohusiana na muziki, na leo nitakuwa nikizungumza kuhusu guitar tuning au jinsi ya kuweza kulitune gitaa lako. Tunaposema gitaa liko on tune au liko off tune au limetuniwa au halijatuniwa, tunakuwa tunamaanisha nini? Gitaa ambalo lipo kwenye tune ni gitaa ambalo ukipiga noti inasikika noti ambao ni sahihi, ambayo inatakiwa kusikika kwenye uzi huu ambao unaupiga. Kwa mfano, hii ni gitaa yangu ya nyuzi sita ambayo nimekuwa nikitumia kudemonstrate. Kwa hiyo tuseme gitaa liko on tune, tunamaanisha nini? Hii gitaa lina nyuzi sita. Huu uzi wa kwanza huku chini ukiupiga bila kushika sehemu yoyote, hujashika sehemu yoyote, hiyo tunaiita open string. Kwa nikipiga hivi, ile inaitwa open string. Vile vile nikipiga uzi wote nikiwa sijashika sehemu yoyote huku, hiyo huwa tunaita open string. Sasa nikipiga huu uzi wa chini, noti ambayo inatakiwa isikike, na tushazungumzia maana ya noti. Tunaposema noti tunamaanisha sauti. Kwa noti ambayo inatakiwa isikike nikipiga huu uzi wa chini nikiwa sijashika sehemu yoyote, inatakiwa isikie noti C. Kwa hiyo ukiona umepiga inasikika noti nyingine tofauti na C, C sharp au B, au ikasikika noti nyingine, maana hilo gitaa liko off tune. Kwa hiyo likiwa limetuniwa vizuri, nikipiga uzi wa chini inatakiwa usikike noti C. Uzi unaofuata ni G. Kwa hiyo nikipiga uzi unaofuata wa pili kutoka chini, inatakiwa usikie noti G. Isiposikika hiyo, gitaa lako liko off tune. Unaofuata ni D. Unaofuata ni A. Unaofuata ni E. Na wa mwisho ni B. Kwa hiyo kama gitaa lako lina nyuzi nne, maana kama nilivyosema mwanzoni kwamba hizi nyuzi nne za katikati ukitoa wa chini na wa juu. Kwa hiyo gitaa lako la nyuzi nne inatakiwa ukipiga uzi wa chini kabisa isikike G. Ukipiga unaofuata isikike D. Unaofuata ni A. Unaofuata ni E. Kama gitaa lako lina nyuzi tano, inatakiwa uzi wa chini kabisa uwe ni G. Kwa hiyo ukipiga ikasikika noti nyingine tofauti na G, hiyo liko off tune, inatakiwa kutuniwa. Inayofuata ni A. Inayofuata ni ya kwanza chini ni G. Inayofuata ni D. Inayofuata ni A. Inayofuata ni E. Inayofuata ni B kwenye gitaa la nyuzi tano, kwa sababu gitaa la nyuzi tano ni sawa na nyuzi hizi except huu wa chini kabisa ambao ni C. Sasa tunalituni vipi gitaa? Gitaa tunalituni. Hatua ya kwanza kabisa, kabla hujaanza kupiga gitaa lako, inatakiwa ulituni. Maana uhakikishe zinalia noti sahihi kwenye kila uzi, ambayo hiyo tunaita standard tune. Standard tune ni kwamba ndio hiyo niliyokueleza hapo kwamba unapopiga hizi nyuzi zilie kama ambavyo zinatakiwa kulia, yani kama ambavyo majina yake zimepewa kwamba hii ni C, hii ni G, D, A, E na wa juu ni B. Kwa unalituni vipi? Ziko njia nyingi tofauti tofauti za kuweza kutuni gitaa lako, na njia ya kwanza ni ya kutumia, unaweza kutumia application. Ukaingia kwenye simu yako, ukaenda Play Store, ukaandika guitar tuner. Itakuletea tuner nyingi tofauti tofauti, kwa hiyo utachagua moja ambayo unaweza ukaitumia kuweza kutune. Kwa hiyo ukifungua hiyo tuner nyingi, kuna sehemu zinakuwa zimeandikwa automatic na manual. Kwa hiyo ukibonyeza sehemu ya automatic, kama umeni tuner ya kwa hiyo kuna nyingine unaweza ukachagua gitaa lako kama ni nyuzi tano, nyuzi nne, nyuzi tano, nyuzi sita. Kwa hiyo ukipiga uzi fulani, ukipiga hiyo noti ukiwa umeweka simu, maana hiyo simu itasikiliza hiyo noti kwa kupitia mic ya simu, na yenyewe itakwambia umepiga uzi gani, au lakini pia itakwambia kwamba huo uzi uko umelegea sana au umekazwa sana. Kama umekazwa sana, itabidi ulegeze kwa kutumia hizi hapa tunaita tuning pegs, nilishazieleza.
kama upo umelegea sana, itabidi ukaze. Kwa hiyo ukipiga itakwambia kwamba huu ni uzi gani, na umelegea sana. Kama ukiwa sawa itakwambia uko sawa. Kwa hiyo tuna ziko nyingi za aina tofauti tofauti ambazo unaweza ukazidownload kwenye simu na ukazitumia, lakini tuna ya kwenye simu inakuwa haipo accurate sana, kwa sababu kwanza inakuwa affected na noises za nje, kwa sababu yenyewe inapiki sauti kwa kutumia mic ile ya simu yako. Kwa hiyo ikiwa kuna makelele, hauwezi ukalituni gitaa lako. Hiyo ni sehemu yenye utulivu, lakini pia mic yako iwe na accuracy kubwa. Kwa hiyo hiyo ni njia ya kwanza ambayo unaweza ukaitumia kutuni gitaa lako. Njia ya pili ni kutumia tuner. Zipo tuner ambazo zinauzwa kabisa, ziko za aina tofauti tofauti. Mfano, mimi ninao tuner yangu hii hapa ambayo inaitwa Bullfighter. Kwa hiyo hii hapa ukiiwasha, kama unavyoweza ukaona hapo imewaka, na advantage ya hii hapa ni kwamba yenyewe haipiki sauti. Yaani kwa mfano nikipiga hivi utaona hairespond chochote. Kwa hiyo yenyewe ina pick zile vibration. Kwa hiyo cha kwanza kwa hii hapa ninayoitumia tuna hii hapa, ukibonyeza hiki mara moja itakuwa inakuandikia hapo gitaa. Kwa mfano kwa sababu ni bass, utaona hapa kuna maandishi madogo yameandikwa bass. Kwa sababu nataka kutuni bass gitaa, maana hapa nitachagua. Kwa ukibonyeza ukihold hii button ni kuwasha na kuzima, ila ukibonyeza mara moja bila kuhold unakuwa unachagua instrument ambayo unataka kuitune. Kwa mimi hapo tayari nimeshachagua bass gitaa, kama nataka kutuni gitaa langu. Kwa hiyo hapa nitaiattach hapa hii iweze kupick vibration nitakapopiga. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba nikishapiga sasa hivi, tayari inaniambia hiyo ni C, ni high C. Ni uzi ninaopiga ni C, lakini unaona kuna hizi bar hapa zinasoma. Inaonyesha kwamba uzi ni C, ila huko chini unatakiwa kukazwa. Kwa hiyo nitakuwa na ukaza kidogo kidogo. Utaona unapozidi kukaza inazidi kusogea. Nikikaza inazidi kusogea. Nikikaza inazidi kupanda. Inazidi kusogea. Utaona ikiwa iko sawa inabadilika rangi, inakuwa kijani. Kwa sawa, maana yake inabidi hizi bar ziwe hapa katikati. Kwa hiyo zikizidi huku maana yake umekaza sana. Zikiwa upande huu maana yake hiyo gitaa yako imelegea sana, inabidi kukaza. Kwa hiyo unaweza ukaitumia hii tuner, accuracy yake iko vizuri. Na kama unaitaka tuner ya aina hii au tuner nyingine nzuri, unaweza ukanitafuta pia, ningeweza kukusaidia kuweza kupata tuner ambayo itakusaidia. Au kama unahitaji chombo chochote cha muziki pia tunaweza tukawasiliana. Au unahitaji ushauri wote wa kimuziki, au unahitaji kujifunza muziki in person, yaani yale madarasa ya mtu kwa mtu, pia unaweza nitafuta tukaweza kufanya. Kwa hiyo ni ya kutumia tuner. Ziko tuner tofauti tofauti. Kuna nyingine ambazo ni effect, lakini pia ni tuner. Unaweza ukachomeka waya hapa, ukachomeka kwenye ile tuner, ukipiga inakwambia kama unatakiwa kukaza au kulegeza. Kwa hiyo faida ya hii ni kwamba hata ukiwa kwenye makelele sehemu, unaweza ukawa umeenda sehemu kupiga, ukapanda on stage, ukiwa unataka kutumia simu huwezi kutumia kwa sababu ya makelele. Leo ukiwa na tuner ile yenyewe kabisa, unaweza ukatuni kirahisi zaidi. Kwa hiyo haiko affected na makelele. Kwa hiyo unaweza ukatuni uzi wowote. Kwa mfano huu ni uzi C. So ikiwasha hiyo kijani, maana yake uko sawa. Tukija kwenye huu unaofuata, so inakwambia ni G, ila iko chini kwa sababu bar zake zinasoma upande huu. Yaani iko low, kwa natakiwa ni kaze. Kwa ukiwa unaendelea kukaza utakuwa unaona hizo bar zinazidi kupanda mpaka kuna sehemu ukiona
Kwa hiyo ikizidi huku unailegeza, ila ikiwa sawa inatakiwa iwashe indicate hiyo rangi ya kijani au rangi ya tuna yako ambayo itakuwa inatumia kuonyesha kwamba liko sawa. Kwa unaweza ukatumia njia hiyo hapo kuweza kuzituni nyuzi zote na kuhakikisha kwamba ziko sawa. Kitu kingine ambacho unaweza ukakitumia kutuni gitaa ni sikio lako, ambayo ndio njia nzuri zaidi. Tutakuja kuona kwamba unavyokuwa katika mziki wako ni muhimu kukua pia katika eneo la kusikiliza. Kwa utakachokuwa unakifanya, unaweza ukaambia mpiga kinanda labda apige C kwa sababu uzi ni C. Kwa akipiga wewe utasikiliza kwa kutumia sikio lako, baadaye utagundua kwamba uko chini, uko juu au uko sawa. Kwa unaweza ukatuni kwa kutumia sikio lako, ukasikiliza chombo kingine, baadaye unafuatisha, unasikiliza kwa sikio lako ndo linajaji kwamba uzi uko chini, uko juu au uko sawa. Kwa hiyo inabidi uwe umedevelop sikio lako, na tutakuja kuona namna ya kuweza kukuza sikio lako na maeneo ambayo unatakiwa unakuwa kama mwanamuziki, ambayo yatakusaidia kuweza kufikia hiyo hatua. Kwa hizo ni njia tofauti tofauti na njia nyingine ambazo unaweza ukatumia. Cha muhimu tu ni kulifanya gitaa lako liwe on tune, yani ukipiga noti ilie noti sahihi. So umekusudia kupiga E inalia D, hiyo inakuwa maana gitaa lako liko off tune, haliko sawa maana yake. Kwa hiyo kitu kingine ambacho unaweza kukiangalia, unaweza kukuta gitaa ukilitune liko sawa, labda umelitune linaonekana liko sawa, ila ukiwa unaendelea kupiga unakuja kugundua kama linapoteza tune. Lakini pia kuna nyingine unaweza kukuta huku upande huu labda uko sawa, ila ukiwa unapiga kuja huku unakuja kugundua kwamba upande huu hauko, nyuzi zake kama ziko off tune. Kwa hiyo ukipata shida kama hiyo, ujue nyuzi zako unatakiwa ubadilishe. Inawezekana zimekaa muda mrefu kama zinapoteza tune. Kwa hiyo ukiona kuna upande uko tune uko sawa, ila kuna mwingine hauko sawa, ujue hiyo ni tatizo la nyuzi zako, unatakiwa kubadilisha nyuzi na kuweka nyuzi nyingine ambazo ziko vizuri zaidi. Ila ukiona upande wote inapoteza tune kuanzia huku mpaka huku, basi shida inawezekana ikawa ni kwenye hizi tuning pegs au tuning post. Kwa hiyo hiyo tushalizungumzia, unaweza ukatafuta video yake na ikaweza kukusaidia zaidi. Kwa hiyo karibu uendelee kusubscribe na tuendelee kuwa pamoja. Kama una swali lolote unaweza ukauliza hapo chini, na mimi nitakuja kuweza kukupa maelezo zaidi ya namna ya kuweza kutatua changamoto na kuweza kukua zaidi. Kwa hiyo nikushukuru sana wewe ambaye tunaendelea kuwa pamoja. Asante sana na uwe na wakati mwema.